Unajua, kabla sijakuwa kansela, nilikuwa mzazi wa Boga. Nilikuwa sekta. Na siogopi, huko ndio nilitoka. Ninajua shida ya mtu kupata shilingi 2,000. Kuweka stock inakuwa kama ni ngumu sana. Kwa nini? Lakini jana niliongea pale uwanjani, nikakubaliana na mheshimiwa Ibrahim kwamba mtu yeyote ambaye alihusika moja kwa moja ama kipengele vyovyote vile katika utoaji wa soko, ile ni mchezo ambao hatuwezi kubali tena. Ni mchezo ambayo sisi hatuwezi kubali mali yaharibiwe ya wananchi ambao hawana hatia. Nimeona nimetumiwa timu hapa, hata kulikuwa na waamuzi wa koti. Lakini vile nilisema jana, wale tungojee, kwa sababu koti inaendelea na masuala hayo ya hilo shamba. Kwa sasa kila mfanyakazi atafanya biashara pale, na vile tumesema hakuna mtu anatoka hapa. Hiyo kesho nataka nihakikishe kwamba shamba yote hapa ni account government. Sasa serikali ikitaka kufanya kitu lazima sisi, lazima iongee na sisi, iseme mheshimiwa gavana, tunatengeneza soko, tunatengeneza kitu fulani. Kwa hiyo shamba yote ni shamba ya serikali, ya county, na tutailinda vyovyote. Sijaanza kupigania mambo ya mashamba sasa. Mimi nimelala na Australia kwa sababu ya kupigania kina mama wazee wa Kikuyu Viruta, wakati walikuwa wananyang'anya shamba yao kidogo wale kwa wamefanya. Kwa hiyo hii ndio mambo. Kwa hiyo usijali, ninyi fanyeni biashara, na ndio kwamba kazi inaendelea. Ndio kufika saa 10 watakuwa wamemwaga mchanga, wamemaliza. Ujengaji ama ujenzi utaanza kesho. Ile miti ambayo tumeweka pale, nimesema itatengenezwa. Watu wangu nimesema kwamba mabati yale yatatolewa, yamekuja hapa karibu 1,000, lakini yale mabati tunaweka pale, lazima hiyo soko litengenezwe kwa sasa mpaka watu wafanye biashara kwa hali safi. Mabati hii mambo ya 1,000, nimesema kama ni 5,000 tutapeana hiyo soko. Na watu wote ambao walikuwa wanafanya pale, mtafanya, mtakuwa mshiba, na kisha kwa maswali mepewa, mkate umekuliwa, maziwa yamekuliwa, kazi inafanyika kwa karibu mkate. Sasa tunaelewana? Hakuna swali lingine. Mimi ndio kwa mimi nifanya kazi hii. Na lazima nifanye kitu kinaniambia namna gani? Unajua, baada ya kuongea baada mimi nimemaliza, lakini nataka niseme bila kusita. Jana ninaongea hapa, nimeona watu wamekare out, yaani wamebeba haya maneno outside what the context ambao tulikuwa tunaongea jana. Mheshimiwa Gachagua, yeye tumekuwa kama wabunge pamoja, bunge la 12 na tunafikia. Lakini nataka kwamba tunapoenda mbele tunatembea kama watu wamoja, tunaelewa mahali tunatoka, tunaenda wapi. Tunajua Gachagua amefanya kazi nyingine hapa ngumu sana, kufanya Ruto mpaka kwanza kusikiza watu. Wakati walikuwa pamoja, wanajua walikuwa wanatembea kwa hewa. Lakini kwa sasa vile Gachagua alitolewa, mambo yamekuwa mzuri. Kuna vitu mtu hawezi ongea tena, hiyo ndio anaongea pekee yake na Gachagua. Na watu wao Gachagua si mwongo. Sio. Lakini ukweli lazima useme.
Mimi nimekuwa gavana miaka miwili sijafanya kitu. Niliangaishwa. Tukikuja hapa kwa ofisi na kupata askari KSU wamepanga kutoka kule mpaka kule. Askari wakaondolewa. Ile vita tumepigana miaka mitatu sasa, miwili na nusu bila kufanya chochote. Tukienda kupeana basari, askari wanatolewa Nairobi kuja kupiga risasi. Yule mtu alikuwa nyuma yangu alikufa. Alipigwa, ni mtu, ni mama, ni baba wa mama fulani na watoto. Watu walivunjika. Leo hii naongea, watu walivunjika hapa South Ngara. Ni vilema. Kati ya serikali kuu. Tukienda hapa Msocho, Mheshimiwa Kashama anasema Simba mpaka UBA, that's the only time tutapea wale askari. Sasa namwambia ndugu yangu Kashama, hiyo ilikuwa nafanya wewe karibu sasa mimi tuko pamoja kwa raundi hii, pale hii. Wakati mwingine unajua kama kule Saul na Paul alipogeuka akawa Paul. Mpaka Mwangaza alikuwa anaenda Damascus, sio? Mwangaza kafanya nini? Kamuonekania. Ndugu yangu Kashama, wewe kuja pale hii. Sisi unajua sisi tumekuwa upinzani. Mimi nimekuwa upinzani. Na imekuwa mzuri sana. Tulipinga uhuru vibaya sana. Tulipinga Kibaki vibaya sana. Na mtu anaitwa Kashama akakuja akapinga uhuru, wakapea Mheshimiwa Ruto. Nimesema leo asubuhi, we don't have candidates for presidents at the moment. Wale ambao wanataka kuuliza mambo ya rais wameonyesha nia. We don't have a candidate called Ruto. We have a president called what? Ruto. Ruto ndio rais sahizi. Mpaka malize kipindi hiki, wakati uchaguzi ukianza, tukwenda kazi tunaitwa Ruto, Matiang'i na ndio vingine. Kalonzo kama baba pia ataamua atakuwa hapo, Gachagua akiamua akuwe hapo, lakini ile tumesimama sisi na mimi kama msemaji wa OMC. Tuko na kijana wetu kutoka hapa na tunaomba kwamba ndugu zetu, wewe ndugu yetu Gachagua, ndugu yetu Kalonzo, Baba Ruto, tafadhali tunaomba sisi kama ofisi pia support kijana wetu anaitwa Fred. Ninajua kwamba Gachagua alisema cousins, najua wakikuja wakisiri cousins. Lakini mjue kwamba pia cousins wako kuna neighbors wetu. Wakati cousins yuko Nairobi, kuna neighbor hapa Mtomeka, kuna neighbor yetu hapa Wajaluo, neighbor wetu Masai hapa, neighbors wengine wa Kalenjin wako hapa. Hii nchi itendee kama watu wamoja. Hilo ndio ombi letu, tunaomba. Cousins, neighbors, ndugu, kama namna gani? Hii nchi yetu. Na nataka niwakaribishe watu wote. Mtu yeyote ambaye anafanya siasa, wewe kuja Kisii. Ukitaka kupata any crowd, 10,000, 20,000, wewe niambie na advance, utapata, watasikiza wewe. Utongoze wao. Lakini huwezi kupata. We are selfish also. Kila mtu lazima awe selfish. Kwa hivyo nataka ni kwa sababu hawa wana wa video kwa wengine niliona tena tunataka clips hizo. Naweka moja mahali mbona msiwache speech yote grand. Mpaka mwisho. Kwa nini ukae? We are going to have order in this city. We are going to have order. Kwa hivyo nataka niombe kwamba tuwajibike. Hapo mwanzo wetu ambao mko wanahabari kwa kila habari, lakini nataka niseme hapa Kisii
tumetoa kiongozi wetu mmoja ambaye ni Fred Matiang'i. Mwingine pia akitokea kuja wengine, tutaenda tuongozane na wao wakuja watuongoze, tuone nani ambaye anafaa kufanya nini kufanya mbele. Lakini sisi kama wakisi tuko na mmoja wetu ambaye ni ndugu yetu ambaye anaitwa nani? Dr. Matiang'i ama Dr. Fred Matiang'i.